Karibu kwenye makala hii maalum inayoangazia ufugaji bora wa nguruwe. Ufugaji wa nguruwe ni kati ya shughuli inayokuwa haraka ndani ya Afrika Mashariki na Afrika Kusini. Kwa mujibu wa kijarida cha mwongozo wa ufugaji bora wa nguruwe kwa mfugaji mdogo, kuzingatia tija, afya na thamani ya mnyama uliotolewa na mradi wa SLIP wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, kupitia ufadhili wa Danida, ukuaji wa mji na ongezeko la watu kumeendana na ongezeko kubwa la mahitaji ya protini ya wanyama. Uwezo wa kukua kwa haraka na ubora wa wanyama kiafya na raza mzuri itakayotoa nafasi kubwa ya maendeleo ya ufugaji wa nguruwe kama chanzo cha kipato kwa mfugaji. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kupitia ndaki ya tiba ya mifugo na sayansi za afya kimekuwa kikiendeleza sekta ya mifugo ikiwemo ufugaji bora wa nguruwe. Bi Enesa Rafael Mlai ni afisa mifugo mwandamizi kutoka ndaki hii ya tiba ya mifugo na sayansi ya afya ndani ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Anaelezea mambo muhimu ya kuzingatia katika ufugaji bora wa nguruwe ikiwemo banda bora, lishe sahihi na ufuatiliaji wa afya ambavyo ni kati ya mambo muhimu kwenye uwekezaji na ufugaji wa nguruwe. Ufugaji wa nguruwe una vitu muhimu sana. Cha kwanza lazima uwe na eneo ambalo utaweza kujenga banda lako, na katika ile eneo na kujenga banda basi hakikisha pia una mtaji, kwa sababu banda litahitaji lijengwe kwa gharama nafuu lakini kwa vitu ambavyo ni muhimu. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukajenga kwa matofali ya kuchoma au ukatengeneza na matofali haya tunasema ya block au ya simenti, au ukawa na mabanzi au mbao ambazo ni imara. Sasa ukishakuwa umepata lile banda, na lazima ujue ninapoanza mradi wangu wa ufugaji wa nguruwe faida zake ni nini. Kwanza, faida namba moja, utajipatia kipato. Lakini faida namba mbili, kile kipato ina maana kwamba utainua uchumi wa familia yako au wa taasisi mahali pale ambapo unafuga. Lakini namba tatu, unaweza hapo nyumbani unaweza ukapata tunasema lishe, na katika lishe ina maana tutapata nyama, na nyama tunasema iko katika kundi la protein kwa ajili ya kujenga mwili. Kwa hiyo faida hizo ni nyingi. Lakini nyingine, unaweza ukaanzisha mradi huu kwa ajili ya mafunzo. Ukawa mfugaji mzuri, ukatafuta nguruwe wazuri na eneo zuri, watu wakaja kujifunza kwako, na wanapokuja kujifunza kwako unaweza kujipatia pia kipato. Lakini pia ukakuza jina lako na angalau ukaachilia ajira kwa vijana wetu siku hadi siku, pia na kwa faida ya Tanzania na familia yako. Lakini kingine ambacho tunaweza tukakipata katika nguruwe, tunaona kwamba kuna aina nyingi. Kwa hiyo ni vizuri ukamsogelea mtaalamu akakushauri aina ya nguruwe ambao utakaoweza kufuga, wanaweza kustahimili katika eneo lako, lakini wanaweza kuuzika kwa haraka, na wale ambao wanazaa vizuri. Kwa hiyo aina ambazo zinapatikana, mfano hapa kwetu Morogoro, kuna hao wenye migongo mirefu tunasema large white, lakini kuna wale ambao wanakuwa kidogo ni wafupi kulinganisha na hao wenye migongo mirefu tunasema landless, lakini kuna wengine tena wale weupe na weusi. Sasa cha muhimu ujue kwamba unataka kufuga kwa lengo gani. Namba moja, je, unataka wewe unatoa vifaranga wale tunasema watoto wa nguruwe piglet, kwamba wakishazaa baada ya kuachishwa kunyonya ndani ya siku 60 au miezi miwili unauza, au unataka ufuge kwa ajili ya kwamba ukishafikia ule uzito wa miezi 6 mpaka miezi 8 kama kilo 40 mpaka 45 na kupanda hapo juu, kutegemeana na ulishaji wako na vyakula vinavyopatikana, unaweza kusema mimi nitakuwa natoa kwa ajili ya nyama tu. Au mwingine anaweza kusema kwamba ninafuga lakini nataka nizalishe madume kwa ajili ya kuwapa wafugaji wenzangu. Vyote hivyo pia vinawezekana. Sasa twende tukaongelee jinsi ambavyo unaweza kuwatunza nguruwe. Nguruwe anatunzwa kwenye banda, lakini hilo banda hakikisha kwamba lina hewa ya kuweza
kuzunguka vizuri, yani hewa inaingia na kutoka, na banda lako hilo inatakiwa likingane na upepo. Ina maana kwamba ukijenga banda alafu likawa umejenga likatazamana na upepo unokotokea, kikitokea upepo mkali au wanasema kimbunga, ni rahisi kuliinua au kuliezua lile banda, matokeo yake utakuwa huna banda. Lakini pia kuwe na mlango ambao unaweza kuwa ni mpana, ambao unaweza ukaingia na kutoka, na wakati wa kufanya usafi ni rahisi, hata unasema naingia na toroli lakini nitatoka na toroli na ule uchafu. Sasa katika lile banda tunatamani kwamba uweze kutofautisha wale ambao utakuwa umewapandisha wanakaribia kuzaa. Kuna sehemu kabisa ya kuweka nguruwe wale wanaokaribia kuzaa, na kisehemu ambacho unasema creep area au kisehemu cha kuzalia, kwamba nguruwe atakapozaa wale watoto, kwa sababu nguruwe anaweza kuzaa mpaka watoto 14. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa wanalala sehemu ya pembeni ambao unaweza kaweka machuma, lakini mtaalamu anaweza akakuelekeza vizuri kutokana na banda na ulivyo ulikuwa umelijenga. Kwa hiyo wakati wa kunyonya vitoto vinakuja kunyonya kwa mama. Wakishamaliza vitoto vinalala sehemu salama. Kwa nini uwe na hiyo sehemu ambayo tunasema kwa ajili ya vitoto? Kwamba nguruwe wakati mwingine ananyonyesha afu baadaye akalala, anaweza kaenda kavilalia vile vitoto ukawa umepoteza vitoto vyote. Kwa hiyo ndani ya banda hakikisha una sehemu ya maji na una sehemu ya chakula. Na ndani chakula ambacho tunaweza kuwapa hawa nguruwe ni tunasema pumba. Lakini hizi pumba ina maana zina mchanganyiko wa virutubisho. Kwa hiyo hakikisha ndani ya banda kuna sehemu ya maji na kuna sehemu ya nini? Ya chakula. Na kwa wale wanaozaa ikifika ule wakati wa kutaka kuzaa, ina maana utamhamisha kwenda sehemu salama ambapo atazaa na watoto watakuwa salama. Lakini pia sasa ndani ya banda, chumba cha kuzalia hakikisha umeweka joto la kutosha. Kwa wenzetu ambao wako mjini kuna taa ambazo zinaongeza joto sana. Kwa hiyo ili watoto wale au vifaranga au tunasema piglet wanapata joto la kutosha. Lakini pia kama hutapata hizo balbu zinazoleta joto, basi kuna jinsi ambavyo ya kulitengeneza joto. Madirisha yako unaweza kaweka magunia au kaweka visalfeti ili kwamba lile eneo liwe na joto la kutosha. Na baridi kali au mvua kuingia ndani ya banda litasababisha magonjwa. Na magonjwa gani? Magonjwa ambayo yanashambulia mapafu, kwa sababu baridi itakuwa ni kali. Tunaweza tukasema kwa lugha nyingine nyepesi, pneumonia. Na ukiangalia hilo banda uhakikishe pia lina mlango. Kuna kawaida ya wafugaji, kwa sababu ya changamoto za wizi, mtu anakuta anatengeneza banda lakini banda lile halina mahali pa kuingilia. Kwa hiyo mtu analuka popote anakoluka afu anatoka anavyotaka yeye. Hatari yake ni kwamba ukitaka kumhudumia mnyama itakuwa ni shida sana kama huna mlango. Lakini pia tuna umri mbalimbali ya watu wetu ambao wanatusaidia kuhudumia. Wenye umri mkubwa sio rahisi aluke afu atoke. Hawa vijana na watoto ni rahisi. Kwa hiyo hakikisha kuwe na mlango. Ila cha muhimu kwa sababu ya changamoto ya wizi na nguvu ya nguruwe kuleta fujo kwenye banda, basi hakikisha umeweka mlango, lakini mlango huo uwe na machuma au uwe imara kiasi kwamba si rahisi nguruwe kutoka hata nyakati za usiku. Ili mradi wa nguruwe uweze kukua na kuendelea, ni lazima nguruwe waongezeke na kuzaliana, ambapo nguruwe dume hupanda majike na kuyapa mimba na baadaye nguruwe jike kupata watoto. Nguruwe dume hupanda nguruwe jike baada ya jike kupata joto. Bi Enesa Mlai anaelezea sifa bora ya nguruwe dume ili aweze kupata mifugo iliyo bora ambayo itakuletea tija katika mfugo wako. Yaani nguruwe ambaye utamtumia sasa kuwa ndo mzazi, umemchagua kuwa dume au tunasema dume bora. Hakikisha ana huku nyuma, miguu ya nyuma iko vizuri, asiwe mlemavu, awe na nguvu na awe na afya, kwa sababu dume linalotumika linatumika na nguruwe wote katika zizi lako. Kwa hiyo sasa hakikisha limelishwa, liwe na nguvu, lakini miguu ya nyuma na miguu ya mbele yote iwe vizuri, kwa sababu kumbuke kwamba nguruwe huyu anapanda juu ya jike. Kwa hiyo sasa kama ni mlemavu
alafu mara mguu mmoja unaonekana mfupi, mmoja hivi haeleweki, hafai kabisa. Lakini pia tunaweza tukasema zile korodani, yani unaziangalia zile, kwa lugha ya kigeni tunasema testicles zake ziwe mbili, siyo mbili, yani zote zinaonekana kama marungu lakini ni kubwa, na zote mbili zipo. Ukiona moja inaonekana na moja haionekani, labda imejificha kwa ndani, huyo amepoteza sifa kuwa dume. Kwa hiyo mwite mtaalamu akukagulie vizuri, sehemu zake za uzazi ziko vizuri, miguu yake nyuma na mbele yuko ana nguvu, lakini pia kuna historia nzuri kule alikotoka ya kwamba huyu ni dume ambaye ni bora. Lakini kingine kinachotakiwa, daktari pia amkague asiwe na magonjwa yoyote katika sehemu ya uzazi. Yani kuna magonjwa ambayo yanaweza kaambukiza pia. Kwa hiyo nashauri, hizi ni sifa nimekuambia, lakini hebu mtafute mtaalamu, daktari aende akusaidie kuambia sasa huyu mfugaji linafaa hili dume. Kutoka kwenye taaluma hadi kwenye uhalisia, baada ya kumsikiliza mtaalamu kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Bi Enesa Mlai, SUA Media imewatembelea wafugaji wa nguruwe akiwemo mstaafu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Mzee Emmanuel Mwampamba, anaishi mtaa wa Baraka, kata ya Magadu, manispaa ya Morogoro. Yeye ni mfugaji mchanga ambaye ameanza kufuga nguruwe hivi karibuni. Hapa anatueleza kuhusu ufugaji wake, huku akiwashukuru wataalamu kutoka SUA ambao anashirikiana nao kwa ukaribu katika kuhakikisha ufugaji wake unakuwa na tija. Nimeanza na nguruwe mmoja akiwa na mimba, na saizi nashukuru Mungu kwamba ameshazaa. Ni aina ya wanasema white large, ameshazaa watoto 10 na wote wanaendelea vizuri. Kwa jinsi ninavyoshirikiana na wataalamu wa SUA ni pamoja na hata ule ujenzi wenyewe wa lile banda niliweza kushirikiana nao. Waliweza kama mmoja ambaye anaitwa Mama Mlai aliweza kunisaidia kwa ajili ya kutafuta watu ambao wanakuwa wana uzoefu kwa ajili ya kuandaa hilo banda. Alafu pia kwamba nguruwe huwa anahitaji matibabu. Kwa hiyo nimeweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kushirikiana na watu wa idara ya tiba ya SUA kwa ajili ya kunipatia matibabu ya hao wanyama wangu. Na hata wale watoto walipozaliwa huwa kuna huduma ambayo wanatakiwa wapate mwanzoni kabisa. Kuna kitu wanaita iron, kuna kitu wanaita vitamin multiples. Sasa wale ndio wanaweza kunisaidia kwa ajili ya kuja kuwachoma sindano na vitu kama hivyo. Ni kwamba tuweze kuwa na ushirikiano wa karibu ili kwamba na sisi tuweze kusonga mbele ambao ni wastaafu, badala kuwa tegemezi tuweze kujitegemea wenyewe. SUA Media pia ilipiga hodi mtaa wa Mindu, kata ya Mindu iliyoko katika manispaa ya Morogoro, nyumbani kwa Osumunda Choo ambaye alianza ufugaji mwaka 2017. Anaeleza namna anavifuga, changamoto na faida anazopata kutokana na ufugaji huo wa nguruwe, huku akiwashauri wanawake wengine kufuga ili kuongeza kipato cha familia. Nimeanza kazi ya ufugaji toka mwaka 2017 katika eneo hili la Mindu, na ninajishughulisha zaidi na ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, bata pamoja na nguruwe. Ndio mifugo ambao muda wote naishi nao hapa Mindu. Lakini katika habari ya nguruwe, tunapambana nao siku zote, tupo nao, tunafuga kwa ajili ya kupata chakula cha kila siku, mahitaji ya nyumbani, na pia tunauza kwa ajili ya maendeleo zaidi kama kukuza kipato. Na katika ufugaji wa nguruwe tunapata faida mbalimbali. Toka tuanze kufuga kwa binafsi ninapata faida. Ninapata pesa kama mahitaji ya kukizi mahitaji ya nyumbani, watoto shule, na hata kama zikitokea dharura za hapa na pale inasaidia, kwa sababu unachukua nguruwe tunauza, tunapata hizo pesa zinazotusaidia.
lakini vile vile kwa habari ya nguruwe faida yake, kwa sababu kama tunawalisha vizuri, kwa hapa nyumbani kwetu tunajitahidi kulisha vizuri, na kila baada ya miezi 6-7 kama nguruwe ameshazaliwa anauzwa kulingana na uhitaji. Unauza unapata kipato. Pia kwa habari ya nguruwe kuna changamoto mbalimbali tunazipitia, ikiwemo swala zima la magonjwa, na wakati mwingine hata chakula huwa tunakwama kwa namna fulani kulingana na ulaji wao, kwa sababu wanahitaji huduma ya karibu zaidi. Kwa hiyo chakula kinakuwa shida. Ikiwa shida ya chakula, mara nyingi tunawapa majani kwa kama chakula cha ziada tunaposubiri kupata chakula chao kilichokuwa halisia. Changamoto nyingine inakuwa kama wakati wa masika na mvua zinaposumbua, kwa sababu banda halijakaa vizuri, unakuta kunakuwa na maji ambao maji inaleta tope, kwao inakuwa sio nzuri sana kiafya, kwa sababu kukaa kwenye tope au sehemu yenye unyevunyevu wa maji inakuwa kama inawasumbua, wanakosa raha kwa upande fulani. Lakini nafikiri hizo ni changamoto chache ambazo ninazipitia, na ni faida chache ambazo nimeweza kuzitaja kwa binafsi ambazo nazipata kupitia ufugaji wa nguruwe. Ni shule pia, shule nayo imetusaidia kama kutufundisha. Kwa hiyo kuna faida mbili, wazazi wametusaidia na shule pia, kwa sababu kidogo tumesoma kwa kiasi fulani ambacho kinatusaidia kuchanganya elimu ya nyumbani na ile ya shuleni. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa design hiyo. Mara nyingi tunatumia wataalamu ambao wamesoma ufugaji wa udaktari kama wale wa veti. Wapo baadhi ambao tunafahamiana nao, najaribu kuwapigia, wanakuja kuangalia mifugo. Kama kushauri wanashauri, kama kutibu wanatusaidia kutibu. Kwa upande wake, Michael Steven, mkazi wa mtaa wa Mwande, kata ya Kichangani, mjini Morogoro, anasema wao walianza kufuga tangu mwaka 2016 na wanaendelea na kufuga nguruwe kwa sababu wanafaidika kutokana na ufugaji huo. Tulianza kufuga kwa sababu nguruwe tunafuga tunauza, na wanaendeleza kwa ajili ya kuendeleza banda letu la ng'ombe, kuendeleza ufugaji wa ng'ombe huko. Kwa hiyo tunazalisha alafu tunauza. Faida tunayopata, tunasomesha watoto, wanasoma, wanaenda shule. Tumenunua mashamba, wanasaidia pia kwa ajili ya kununulia chakula kwa ajili ya ng'ombe. Kwa ajili ya ng'ombe wanasaidia pia kwa mahitaji yetu ya kila siku. Changamoto tunazokutana nazo kwenye ufugaji wa nguruwe sana sana ni minyoo. Minyoo ndio wanasumbua, na ugonjwa wa ngozi ndio unasumbua sana. Ushauri wangu kwa wafugaji wengine, wasiogope kufuga, kwa sababu nguruwe wanalipa, wana faida, na pia wanaongezeka kwa haraka. Tumewasikia wataalamu na wafugaji wakisema bayana kuwa nguruwe huzaliana kwa haraka na hukua kwa muda mfupi, hivyo hutoa faida kubwa kwa mfugaji. Ili kufikia mafanikio endelevu, ni muhimu kushirikiana na wataalamu, wakiwemo wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, na kutumia mbinu bora za ufugaji na kushirikiana katika vikundi vya wafugaji ili kupata msaada wa soko la uhakika. Kwa kufanya hivyo, wafugaji wataweza kuongeza tija, kupunguza changamoto na kuchangia haraka maendeleo ya sekta ya mifugo nchini. Kwa niaba ya mwandaaji wa makala haya Farida Mkongwe, pamoja na wote walioshiriki kuandaa makala haya, mimi msimulizi wako Siwema Maribiche, asante na kwaheri.